Juzi si Mheshimiwa Ruto amenyosha mkono, ameshika ndugu yake Gideon Moi, wako pamoja. Mumeona ama mjeona? Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze kwamba tarehe ya August mwaka wa 2027 ya kupiga kura, mimi nataka niwaambie tusibahatishe tena, kwa sababu Mheshimiwa William Ruto atakuwa mshindi, na saa hii sitaki tuwe nusu nusu vile wenzetu wamesema hapa. Nabii ameongea vizuri, Bishop ameongea hapa vizuri, na wengine wanasema kwamba ikifika 2027 tuungane kabisa, tusiwe second class members, tuwe first class members kwa serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Kurabahala. Na mimi nimeangalia hapa Malava registered voters ni 93,000. Mnakaribia 100. IBC imetangaza hapa hawatafanya registration mpya kwa sababu ya by election. Lakini by election ikikwisha, registration itafanya nini? Itaendelea. Abakabras, mimi nataka mjitokeze muandikishe kura, kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho kimesalia, ambacho tunataka tupate hapa Malava, na hiyo ni constituency ya pili. Hatuwezi pata constituency ya pili Malava ikiwa hatujisajili kama wapigaji kura. So if we want to get to this target, we must work hard and ensure that the voter registration, tujisajili, kwa sababu wakabaras ni wengi. Katika Kakamega nzima, you are now the largest. But you need to go a step further by showing through data, through voter registration, that you now deserve a second constituency. Na sisi tutaungana na nyinyi, tafadhali mjisajili ili haya mambo yafanyike. Hatutaki tuwe na mkabarasi mmoja kwa bunge. Tunataka wawe zaidi. Wanduwe Malava, mimi nitembee Malava ama nisitembee Malava? Wangapi wanasema nikuje Malava siku zote? Malava, hapa ndio Malava? Mimi nitembee hapa? Hata nilale kanisani hapa? Niombe Mungu ndio nitembee na ndakwa? Na pia tuko na vijana wetu walisimama hapa, na ni vizuri ni watambue, na watakuja kusema. Wacha tu nimalizane na wabunge wawili, au watakuja kusema baadaye. Mimi nashukuru Prime Cabinet. Mimi nawaanguliza Waluya, na mimi siwezi kuokopa kusema hii. Baada ya uongozi ya William Ruto, jiandaeni mchukue uongozi ya Kenya. Na uongozi haiwezi kukuja kama mnakaa hivi hivi. Lazima mtafute marafiki. Lazima muote usiku na mchana. Vile hii kanisa imeota, imeleta mimi na Musalia, ili mfaulu. Mkipata watu ambao wanaweka kisingizio kwa utawala inakuja, nyinyi muishikilie vizuri. Mimi nimeona hapa Musalia Mudavadi analelewa na William Ruto. Nimeona Wetangula atakuwa hapo. Yule kiongozi tutakubaliana naye. Mudavadi huyu ni mvumilivu. Wengine wanamwambia afanye kierere. Wewe usifanye kierere. Musalia vumilia hapo. William Ruto akimaliza hivi, iwe ni Mluya anachukua kutoka hapo, Wakalenjin pia watembee na Waluya, na tuunde serikali tukiwa kitu moja. Ni sawa ama si sawa? Na tukipata nafasi ya kuambia nyinyi, tuambie maneno ya ukweli.
Msizoee tabia ya kipinzani. Hakuna mahali upinzani italeta kitu. Hata wakikuja hapa ni vitina tu, wanatusi Musalia Mudavadi. Huyu Musalia Mudavadi hawezi kauka kutokea matusi akawa rais. Lazima nyinyi mumshikilie yeye na mkinge yeye. Na ni aibu sana ati nyinyi mnakataa kutafuta marafiki majirani hapa. William Ruto atamaliza wakati wake. Nyinyi mtapaki na wakati wenu. Je, niwaulize wote, si ulizi kanisa peke yake, wote ambaye mko hapa. William Ruto, Mungu akipenda, kwa usaidizi ya Waluhya awe rais, atakuwa amerule 10 years vile ameombewa. Je, Mluhya atakuwa amerule miaka ngapi? That's the question I want you to ask yourself. Na urafiki inatafutwa vile mimi naishi Malava. Nyinyi pia mkuje huko. Fungueni huyu Musalia atembee kwa Kalenjin. Fungueni akuja hapa nyumbani. Awache tu nyinyi kumzungusha hapo. Na muprevent na mumsaidie. Ati nyinyi hapa mnakuwa busy kufuata mtu mwana share. Ule mtu aende kabisa na aende. Aende ama asiende. Mtu anahubiri ukabila. Huyu Mama Beatrice Nyangala amepata hii bahati kwa sababu Musalia Mudavadi, William Ruto wali intervene. Huyo mkabila alikuwa amengoa huyu mama. Mimi nauliza nyinyi, mtasimama nyuma ya mheshimiwa Musalia Mudavadi ama mtasimama nyuma yake? Mtaunga yeye mkono? Huyu ni kiongozi, na muache mambo madogo. Malava is just a by election. There is bigger things inakuja magharibi. Na mimi nitaambia Waluhya, ndio siku ile nikifika mbinguni wakisema uliambia watu wangapi ukweli, niwe mmoja ambaye niliambiwa Waluhya mchukue uongozi baada ya William Ruto. Hii watu ya Waluhya mmeweka wako na mdomo mbaya ya upinzani. Mbona nyinyi mnaruhusu wao? Hii gari ya GK watu wengine wanaendesha. William Ruto amepata. Akitoka hivi Musalia aingie. Hata sisi tutoke huko juu tukuja hapa magharibi. Tukaeko hata nje hapo kidogo, na nyinyi mko ndani State House hapo mtufungulie. Iko makosa? Hii State House iko Kakamega hapa, si inatosha kuwa State House ya Wakenya? Mimi nawazungumza na Waluhya ama sizungumzi nao? Mnasikia yale nasema? Mchukulie umuhimu. Mimi sifanye msaa. Musalia huyu ametusaidia tukaunda serikali. Musalia huyu na Wetangula wamesimama imara, serikali imepatikana. Nyinyi mnaonanga Raila Odinga atiajuangi kitu anafanya. Raila ni mwerevu katika hii nchi ya Kenya. Uchaguzi kiisha tu hivi, Raila ako ndani. Ati nyinyi mnadanganya toka nje. Kata utoke ni Waluhya bano. Inawezekana hiyo? Minister wa fedha Kenya leo anaitwa nani? Si anaitwa Mbadi. Ndiye anatupatia hii pesa ya barabara kutoka hapa Malava town inaenda Samis. Na ile ya kustajabisha mheshimiwa Prime Cabinet, ati mtu ya upinzani anasimama town hapo Malava na kuzungumzia wakabarasi, na ameona kireta inalimwa inaelekea Samis. Musalia wewe si anatosha? Weta si anatosha? Kuna vijana wetu wako kwa serikali na wameamua they are together. Mimi niko na furaha sana tukiona hapa Waluhya, kwa sababu Musalia ako hapo kwa serikali, Wetangula ako hapo ndani, Wycliffe Ambassa Oparanya ako hapo ndani. Wote wamesema tukae hapo ndani. Sasa ule mwingine anakuja na mambo yake, sijui anatuambia nini. Wewe unasema unataka kufanyia watu kazi. Utafanyaje ukiwa upinzani? Kwa sababu ukitaka maendeleo yote mpaka pesa itoke kwa serikali. Tupatieni kazi rahisi. Mtupatie David Ndakwa. Ndio hii maendeleo ikuwe rahisi kwetu kuchukua.
Rafiki yetu Faruk amezungumza hapa na ametueleza ya kwamba ikiwa tutaendelea kukaa pamoja kama jamii, sisi hapo mbele, Mungu akitujalia, baada ya kurudisha Rais William Ruto amalize tu term yake, uongozi wa hapa Kenya uko hapa. Na tayari mnaona Mheshimiwa Musalia Mudavadi pamoja na wale washirika wetu wengine tunatembea pamoja tukisema jamii yetu iwe kitu kimoja. Jamii, mtatusaidia jamii yetu iwe kitu kimoja? Tuachane na wale wapinzani ambao hawana sera, hawana agenda kwa ajili ya nchi hii. Hapo nyuma agenda yao ilikuwa Murima. Sasa wamemaliza Murima kwa sababu Wakenya wamejua utapeli wao na Wakenya wamejua hao ni wakora. Sasa wakaanza kusema ati William Ruto one term. Lakini ukifanya utafiti Kenya mzima, hata jana tulikuwa kule Tana River, Kenya yote inasema Rais William Ruto ni two term.